Tukirudi hapa jijini Nairobi, maandamano yanayofanyika Jumatatu na Alhamisi yamekuwa mwiba kwa wajasiriamali na wachuuzi jijini Nairobi. Wengi wao wakilalamikia hasara kubwa kwani biashara zao zinasalia kufungwa siku 2 kwa wiki, wakidai hasara wanaokadiria ni kubwa mno. Beldin Waliaula alizungumza na baadhi ya wanabiashara na hii hapa taarifa yake. Jiji la Nairobi huwa na shughuli si haba. Tuko kwa wachuuzi, wafanyabiashara hadi usafiri wa umma. Ila kufanyika kwa maandamano sababisha jiji hili kuwa mahame. Wanaoathirika zaidi ni wajasiriamali maarufu mama mboga. Emily Chebet ni mchuuzi wa vyakula vya barabarani kama mayai katika kituo cha mabasi cha Railways. Anatuelezea kuwa hawezi kuendelea na biashara yake siku za maandamano na hili linaathiri kipato chake. Yaani hiyo siku 2 ama siku hiyo moja ya kwanza unakosa hata ya chumvi peke yake. Kwa tegemeo yetu ni kwa barabara. Kiuza mayai ambao umepata ya maziwa. Na siku hiyo ukikuwa kwa nyumba utapata hata hiyo mbao. Si pekee, kauli yake ni sawa na wachuuzi wengine waliopo eneo hili la Railways. Sasa hiyo hakuna pesa, hata unaweza shinda hapa ukauza hata 500, 1000 hakuna. Kazi iko chini kabisa, kila kitu imepanda. Sasa ukiuza 1000 utaenda na nini? Watoto wakule, kusoma ndio hiyo, kila kitu ni shida. Kuna kazi. Hata hiyo maandamano ya siku 2 mimi hapa siko ingia. Leo ndio nimeona niingie. Angalau siwezi lala masiku zote. Siku ya Alhamisi maandamano yakiendelea, tulizungumza na makanga wa basi ya KBS. Kwao siku ya maandamano ni hasara tupu. Kawaida kama sasa na kwanga nimeenda kama raundi 4 na niko na pesa ya mwenye gari. Sasa ni kutafuta mafuta na mshahara. Kwa siku wote tunaona pesa kama tunaona 17,000 17,000. Sasa kama leo tutakuwa kama labda ngiri 7. Biashara kama hujakuja kazi huwezi kula, sivyo? Sasa like Monday hatujaingia. The first Monday tukiingia ili tu affect sana. Monday tukaogopa kuingia, maybe wanaweza ingia town, they might destroy, na unajua hii kitu ni ya wenyewe, wakiweza wanaweza beba. Hivi ndivyo hali huwa jijini Nairobi wakati wa maandamano. Maduka mengi hufungwa kwa hofu ya kuibiwa au biashara zao kuvamiwa, ila pia wateja siku hii huwa finyu. Wito wa wachuuzi na wafanyabiashara wadogo ni maandamano kusitishwa na amani kudumishwa. Naomba Raila na naomba Mungu akuse roho yake, anyenyekee na waje atulie. Ruto pia ni mtu ya mnyenyekevu na ataona hii watu wangu ni watu wako chini na atashughulikia. Beldin Waliaula, KTN News. Je, maandamano haya yanakuwa na athari gani kwa sekta ya elimu? Huku maandamano ya Azimio la Umoja yakielekea wiki ya 3 Jumatatu ijayo, wito wa amani na mazungumzo baina ya pande hasimu umeendelea, huku washikadau kwenye sekta ya elimu wakiitaka serikali na upinzani kutafuta njia mbadala za kujieleza badala ya msimamo mikali inaotishia udhabiti wa nchi na hasa masomo katika shule nyingi zipatikanazo Nairobi na maeneo mengine. Wakizungumza katika shule ya upili ya wavulana ya Nyahururu kwenye kongamano la 7 la kila mwaka la wanafunzi wa zamani, wadau wa elimu walielezea hofu ya msukosuko wa siasa nchini walioutaja kuwa hatari zaidi kwa sekta ya elimu. Every time we have demonstration, the education system is affected in those areas. We find the students are not going to school. Teachers are also finding it very difficult to go to schools. So this is likely to affect the performance in those schools. Yet they are expected to be rated together with other institutions in those areas that are not affected by the demonstrations. The earlier this thing is resolved, the better, because the ones who are in these schools, especially in the urban centers, they are being badly affected. Tangu maandamano yanze, masomo yamevurugwa hasa katika kaunti ya Nairobi na miji mingine kunakoshuhudiwa maandamano. Ripoti za wazazi kutowapeleka watoto shuleni na picha za watoto kurejea nyumbani mapema kabla ya wakati unaofaa zimeshuhudiwa nyakati za maandamano, idhibati kwamba hali hiyo inazidi kulemaza masomo. This is likely to affect the performance in those schools. Yet they are expected to be rated together with
with other institutions in those areas that are not affected by the demonstrations. What still is, there will be no exam for those areas affected by the demonstration. There are no exams that for those who are not affected. They all do the same exam. Mkutano huo aidha uliangazia majukumu ya wanafunzi wa zamani katika ustawi na maendeleo ya shule, hasa nyakati hizi shule nyingi zinaposhuhudia changamoto za miundo msingi finyu na hafifu, utovu wa nidhamu na masuala mengine kama vile ukosefu wa karo miongoni mwa wanafunzi hasa wanaotoka familia masikini. And we are very, very happy because the alumni has been very instrumental in doing many things in this institution. Today we have brought so many professionals, doctors, lawyers, magistrates, engineers, professors. They have come from all over the world, the students who learned in this institution. And their main aim is one, to make sure that the current generation will have a better tomorrow. Na huku msururu mwingine wa maandamano ukitishia kuvuruga tena masomo katika kaunti ya Nairobi na maeneo mengine, inasubiriwa kuona iwapo kweli wanaoandaa maandamano na serikali watapata mwafaka kwa manufaa ya amani na udhabiti wa nchi. Shadrack Miti, KTN News. Tukiachana na masuala ya elimu, tuangazie masuala